بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia salama amani zimshukie kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama mada ya hotuba yetu leo tutazungumzia kuhusiana na al-jalisu salih wal jalisu su, yani rafiki mzuri ama rafiki ambaye kwamba ni mwovu. Ima mtu afanye urafiki na mtu mwema au afanye urafiki na mtu mwovu, na hii ni kawaida katika maisha yetu sisi wanadamu. Kila mmoja kati yetu hakuna budi atakuwa ni mwenye kuchagua rafiki, na rafiki awe ni mwema ni sababu yeye kufaulu fi dunia na akhira, katika maisha ya dunia na akhira. Na rafiki akiwa mwovu ndio pia vile vile itakuwa ni sababu yeye upata hasara katika maisha ya dunia na kesho akhira. Na wengi ambao kwamba wameangamia katika maisha ya dunia leo na kesho akhera, ukiangalia sababu kuu ya msingi ni kwa sababu wamechagua marafiki ambao kwamba sio wema, marafiki waovu. Hii ndio sababu wengi kuangamia. Na wale ambao kwamba wamepata kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha ya dunia na kesho akhera, sababu kuu la msingi ni kwamba wamechagua rafiki aliyekuwa ni bora zaidi ya rafiki mwema. Na hivi ndio ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha. Kwanza kabisa, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, na usieni na kujusia kwa nafsi yangu kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala sababu alfalahi fi dunya wal akhirah, ni sababu ya kufaulu katika maisha ya dunia na kesho akhira. Wakadhalika adamu taqwallahi jalla wa ala sababu خسارة في الدنيا والآخرة. نكتوكم وقطع الله سبحانه وتعالى لسبب يكبت هسارة كتك معيشة الدنيا نكيش آخرة. وقد قال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى سمع يؤتي أبو قامبا أتمجى الله سبحانه وتعالى نكم وقطع الله سبحانه وتعالى أتمجاليا وكتوكيا na pale ambapo kwamba kuna faraja katika maisha yake ya dunia na kesho akhera. Na maana ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqwallahi, maana taqwallahi an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Ni kufanya an ta'mala bi ta'ati Allah, taqwallahi ni kufanya mambo ya kufuata amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtii ala nurin min Allah, juu ya mwangaza uliotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarju thawab Allah, ukitarajia thawabu na malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakadhalika an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah, ujiepushe kutokamana na kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwenda kinyume na maamrisho yake, ala nuri min Allah, juu ya mwangaza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itokayo kwake. تخاف عقاب الله وكيف موضوع عذاب الله سبحانه وتعالى. إنه معنى تقوى. كما بالمشاعر الجوتانية kusema
tazawwad min at-taqwa, chukua akiba yako ewe Muislamu, chukua akiba yako kutokana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa. Fa innaka la tadri, kwa sababu hakika yako wewe Muislamu hujui, idha janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr, hujui pale utakapoingia usiku, je utaishi mpaka asubuhi? Utaishi ukamalizikiwa na asubuhi ukiwa mzima, au utakuwa ni mwenye kufa kabla ya ukamalizikiwa asubuhi? فإنك لا تدري إذا جن الليل وتعيش الفجر. فكم من صحيح، فكم من سقيم، فكم من صحيح مات من غير علة. basi ni wangapi miongoni mwa wale ambao kwamba walikuwa sahihi, ambao kwamba walikufa bila makosa yote, bila sababu yote na bila maradhi, wale ambao kwamba walikuwa wazima na afya zao, wamekufa bila maradhi. Wakam min saqini, na wangapi miongoni mwa wale ambao kwamba wako na maradhi, wagonjwa, aisha hina min ad-dahri, waliishi muda mrefu ilhali bado ni wagonjwa na wakufi. Kumaanisha sababu ya kufa sio lazima uwe mgonjwa, na sababu ya kuishi sio lazima uwe na afya. Kifo huenda ikawa kwa maradhi na huenda ikawa bila maradhi, na kuishi pia vile vile huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujalia ukaishi ukiwa na afya, ama ukiwa hospitalini umelazwa bila maradhi. Kwa hiyo ni muhimu pia kama Muislamu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kibaki. Tukiendelea na mada yetu, tunazungumzia kuhusiana na al-jalisu salih na al-jalisu su, rafiki mwema na rafiki mwovu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi mlioamini mngopende Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuweni ma'as-sadiqin, pamoja na ukweli, wasema ukweli katika imani yao na matendo yao. Yani bimaana musiwe la takunu ma'al munafiqin al-kadhibin, musiwe miongoni mwa wanafiki ambaye ni warongo katika imani yao na matendo yao. Ima wanafanya kwa ajili ya kujionyesha ibada zao kwa wanadamu, ama kutafuta malengo na maslahi ya kidunia. Tufanye ibada zetu kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ya ukweli. Tunaambiwa tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha tuwe pamoja na wale ambao kwamba ni ukweli, na hao ukweli ndio wale ambao kwamba rafiki wazuri. Ama wale ambao kwamba ni wanafiki, ni marafiki ambao kwamba ni wabaya, lazima tujihadhari nao. Na ni wangapi ambao kwamba wanajidai na kudai ya kwamba wao ni Waislamu, walhalu annahum qad kharaju an millat al-islam wa irtaddu ba'da imani. Wangapi miongoni mwa Waislamu ambao kwamba wanajidai na kudai ya kwamba wao ni Waislamu, na bila shaka wametoka katika mila ya Uislamu na wameritadi baada ya imani yao, imma kwa kujua au kutokujua. Na hili hatari lazima jua kila Muislamu ajihadhari rafiki mwovu, kwa maana ikiwa yeye amepoteza imani yake, bila shaka atakuwa sababu ya Muislamu pia kupoteza imani yake. Kwa hiyo lazima tujihadhari na marafiki kama hawa. Na marafiki wamegawanyika mara mbili, kama tulivyotangulia kusema, mara mbili, mwovu na mwema. Na vile vile katika marafiki wabaya wamegawanyika mara mbili tena. Kuna rafiki mwovu katika Uislamu na rafiki mwovu katika wale ambao kwamba ni makafiri, ama makufar. Wote ni waovu wale ambao kwamba ni makafiri. Hakuna rafiki kafiri ambao kwamba unaweza ukamwamini na dini yako, ukamwamini na tabia zako, ukamwamini na imani yako, Uislamu yako. Ndio kama vile vile ule Muislamu ambao kwamba ashikamani na Uislamu, amefuata matamanio ya nafsi yake na kuacha maadili ya Kiislamu, kama huyo pia lazima ujihadhari naye. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, waliyuhadhdhirukumullahu nafsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe anatahadharisha kwa nafsi yake, anatahadharisha kwamba tujihadhari kutokana na marafiki ambao kwamba ni wabaya. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ndani ya Qur'an, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anakubali ibada na matendo mema wale ambao kwamba ni wenye kumcha na kumwogopa. Ukiwa unamwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika swala yako, katika mambo yako yote kwa jumla, imma uwe pamoja na wale ambao kwamba
ni wanadamu wenzako, ama uwe peke yako faraghani, lazima umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe tu mwanadamu anakuwa ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala pale anapokuwa pamoja na wanadamu wenzake, na akiwa mwenyewe anafanya mambo ya ajabu kabisa, anafanya mambo ya kutisha, maovu na machafu, na uende ikawa ni kufuru, wal-iyadhu billah. Kwa hiyo lazima Muislamu ajiadhari na awe mkweli kutoka Allah subhanahu wa ta'ala bisirri wal alan, katika hali ya siri na hadharani, kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo sababu ya kufahamu لأن ذلك يقول الله جل وعلا إن للمتقين مفازا. الله سبحانه وتعالى ثم hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuogopa watakuwa ni wenye kufuzu na kufaulu. Na kuogopa kama jaa fi hadith, kwa sababu ya hadithi inasema ittaqillaha haythuma kunta, ogopa Allah subhanahu wa ta'ala popote ulipo, ukiwa ndani ya nyumba peke yako, iwe ni usiku au mchana, ukiwa na watu, ukiwa safarini, ukiwa mwenyeji katika mji wako, popote pale muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na watu, wewe ni muumini ambao kwamba ni halisi, Muislamu halisi ukiwa na watu, lakini ukienda safari au ukiwa faraghani peke yako, wewe umevua imani yako na Uislamu yako, na umebakia ukiwa wewe ni msaidizi na mfuasi wa Ibilisi katika kufanya maovu na kuvua imani yako, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallam akisema ya kwamba la yazni zani hina yazni wa mu'min, ya kwamba hawezi kuzini yule ambaye kwamba ni mzinifu pale anakuzini ilhadi yeye ni mu'min. Bimaana pale unapotaka kufanya maasi kama zina, basi imani yako inavuliwa kama nguo. Allah subhanahu wa ta'ala anavua imani yako, kisha unabakia uchi bila imani, kwa sababu kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni vazi katika moyo, wala sio vazi ya kanzu wala vazi ya kilemba wala kofia. Vazi ya kilemba na kofia na kanzu ili ya kawaida tu, hata yule asiye Muislamu anaweza kuvaa, lakini vazi ya imani kulingana na vile mshairi anaposema ya kwamba idha almar'u lam yalbis thiyaban min at-tuqa, pindi mwanadamu au mtu atakuwa amekosa kuvaa vazi la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, takallaba uryana wa in kana kasiya, atakuwa amebakia uchi hata kama amevaa nguo. Bimaana mtu kama hana takwa, basi yuko uchi kabisa, na yeye na mnyama bora mnyama. Ndio akasema wa khayru libasi almar'i ta'atu rabbih, na vazi bora wa mu'min wa khayru libasi almu'min au libasi almar'i, na vazi bora kwa mu'min ama mtu Muislamu ni kutii na kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, wala kuna ubora wala khair yule ambaye kwamba anaasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zetu kila Muislamu kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kuogopa wa atbi'i sayyi'ata alhasanati tamtuha, na ufanye kufuatiliza mema as-sayyi'ata tamtuha, na ufuatilize kwa maovu ufuatilize mema. Bimaana ukiwa umefanya makosa na dhambi, basi fuatiliza kufanya mazuri baada ya maovu na mabaya, tamtuha. Kwa maana hiyo mazuri, matendo mazuri na mema itakuwa ni yenye kufuta maovu na kufuta ile madhambi ya Mungu unafanya. Lakini ukiwa unafanya maovu na ufanye mema, basi unasikia hali ya Mungu kwamba ni hatari, hali ya kuangamia, na unazidisha katika mizani yako ya maovu bila kuongeza katika mizani yako ya mema. Kwa maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itapimwa mizani ya kila mja, lazima uzidishe katika mema. Katika mema ukikosea fanya mema, fanya toba, omba Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe dhambi zako, soma Qur'an, fanya dhikri ili Allah subhanahu wa ta'ala afute ile dhambi. Hiyo ni muhimu kabisa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea ndani ya Qur'an akisema wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi, anamwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kila Muislamu ya kwamba isbir nafsaka, subirisha nafsi yako na uvumilie, ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi, pamoja na wale ambao kwamba wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mola wao kwa masaa za asubuhi na jioni. Bimaana kuwa na subra na uvumilie pamoja na wao.
wakiwa msikitini wanafanya dhikri, wanasoma Qur'an, wanasali. Fanya subra, utulie pamoja nao katika ile ibada ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikimbie kwa mambo mengine ya kidunia, subiri pamoja nao, usubirishe nafsi yako na ulazimishe kwa kukaa pamoja na wale ambao kwamba wanamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala kwa masaa ya asubuhi na jioni. Na Allah Subhanahu wa ta'ala ametaja masaa ya asubuhi na jioni kwa maana ni masaa ambayo kwamba zina fadhila kubwa ndani yake. Kisha Allah Subhanahu wa ta'ala anasema yuriduna wajha, au wajha Allah Subhanahu wa ta'ala, wanatafuta radhi za Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kukaa na kufanya ibada. Na wewe pia kaa pamoja na wao, wafanye hao ndo marafiki ambao kwamba utasuhubiana nao bila kuacha. Wala ta'du aynaka anhu, wala usiwache, yani macho yako isivuke na kuacha hao ambao kwamba wanafanya ibada katika msikiti wamekutana. Usivukishe macho yako na kuvuka kwa kuacha hawa na kuenda kuangalia wengine. Turidu zinata hayati dunia, ya kwamba unataka mapambo na siri ya maisha ya dunia. Unawaacha wale ambao kwamba wanafanya dhikri, unawaacha wale ambao kwamba wanafanya ibada, unaenda kuangalia mapambo na matamanio ya dunia. Na hii ni sababu ya Muislamu kupoteza imani yake ama kupoteza matendo yake mema ama tabia zake. Kwa hiyo kumwambia Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wala usimtii na kufuata amri ya yule ambaye kwamba umefunga na kupiga kufuli na kupiga muhuri katika nyoyo zao. Kuna watu ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amepiga muhuri na kufunga juu ya nyoyo zao, yani kalbi yao iko kufuli juu, na hakuna kitu wanafahamu katika haki. Hata wakielezewa mara ngapi haingii ndani ya moyo, anasikia na masikio kisha inatoka na masikio mengine. Na wao ndio wale ambao kwamba wamejifanisha na Wayahudi, wanasema sami'na wa asaina, ya kwamba tumesikia na tumeasi. Lakini wale wenye imani wakiambiwa haki wanasema inma kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema haikuwa maneno ya wale ambao kwamba ni wenye kuamini, isipokuwa wakiitiwa kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, walingaliwa waambiwe njooni kwa ibada ya Allah Subhanahu wa ta'ala, wanajibu na kusema tumesikia na tumenyenyekea na tumetii, waulaika muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo lazima tuwe na wao, lakini tusiwe na wale ambao kwamba wamefungwa kalbi yao na Allah Subhanahu wa ta'ala, watabaa hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake, wakana amruhu furqa, na ikiwa mambo yake yenye kusambaratika, yani ana msimamo na ana mwelekeo, hauwezi ukajua kama ni Muislamu au sio Muislamu. Na hilo balaa na musiba ambao kwamba imetokea zama hizi, wengi ambao kwamba wanasema ni Waislamu lakini hawana kabisa dalili wala alama ya kuonyesha kuwa ni Waislamu, isipokuwa tu mavazi peke yake, lakini tabia hakuna kabisa. Kwa hiyo tumcheni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah Subhanahu wa ta'ala atazungumzia kuhusu mtu mwovu pindi itakapofika kiyama, atajutia na kung'ata kidole chake kwa kusema, Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa yawma ya'abdu adh-dhalimu ala yadayhi. Na kumbukeni siku ambapo kwamba mtu ambaye kwamba ni dhalim amedhulumu nafsi yake kwa kufanya maovu na kuenda kinyume na amrisho ya Allah Subhanahu wa ta'ala, pindi atakapokuwa anang'ata kidole chake na anauma mkono wake na kuanza kujutia, anasema yaqulu ya laitani, anasema laiti ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, ningefanya njia, ningeshika njia pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufuata haki, mbona sikufuata haki? Kisha atasema ya wailata laitani, atasema ole wangu, laiti lam attakhidh fulanan khalila, laiti nisingelimfanya fulani kuwa rafiki. Anaanza kujuta wakati ambapo kwamba ni tule tunachelewa, kiyama imefika. Atasema nisingelimfanya fulani kuwa rafiki, laqad adallani 'ani dhikri, kwa kuwa amenipoteza na amenizuia kufuata dhikri na maamrisho ya Allah Subhanahu wa ta'ala na kitabu chake, amenizuia kufuata baada idh jaani, baada kufikia mimi, wa kana shaytanu insani khadula. Na Allah Subhanahu wa ta'ala anasema na hakika sheitani amekuwa kwa mwanadamu ni mwenye kumdhalilisha, ni mwenye kumdhalilisha dakika ya mwisho. Sasa anakudanganya, unakubali kumfuata na kunyenyekea na kufuata matamanio ya nafsi,
na kuona ya kwamba hiyo matamanio ya nafsi ni raha, lakini mwisho kabisa na matokeo yake ni majuto mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumependa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana shetani kazi yake ni kumdhalilisha mwanadamu, kisha imekuja